Mama. Mimi mama yako mimi. Mke wangu. Mtoto analia njaa huyu. Anashindwa kula kwa sababu njaa inamuuma. Muda ule nimekuambia tumpe chakula aweze kula. Lakini chakula umekimwaga. Kile chakula ambacho ulichokimwaga si tungempa angeweza kula. Sasa angelala tu mwenyewe. Hivi mke wangu. Kwa nini hauna huruma? Huyu ni malaika huyu. Yaani hapa alipo hajui chochote yani. Yaani nashangaa unamchukia basi kwa na sababu. Hasa kama ni malaika, kwa nini asimuombe Mungu wake akampa chakula? Yaani nihangaike mimi mchana kutwa. Alafu mnakuja hapa mnaanza kuniambia mtoto malaika sijui ana njaa sijui anafanya nini. Sikiliza, nahitaji kupumzika. Sihitaji mtu anayenipanishia mafua yake hapa kunililia hapa kitandani kwangu. Kwanza ikiwezekana kama vipi mlale kule kwenye kochi sio hapa kitandani. Haya nenda kwa babako. Unanipigia tu makelele saa hizi. Tafuta kazi upate hela ununue chakula umpe. Unanisumbua tu saa hizi. Hebu ondokeni bwana. Hivi mke wangu hicho unachokifanya unakielewa? Kwani unaniona mimi pungwani hapa nilipo? Kwamba sielewi ninachokifanya? Nilikutuma ukazae njoko. Basa. Hebu naombeni msinipigie makelele mimi nipumzike bana. Yaani nimechoka nahitaji kupumzisha akili yangu mnanipigia makelele. Njaa. Si mkanunue chakula kama mnasikia njaa. Unajua chakula kinatafuta vipi? Mzalisha tu kutafuta chakula. Mtoto wa nani? Nimeokota mtoto sijui pa kumpeleka sijui. Shoga yangu niambie, maana umenitoa kurupuku hata sasa ile kuna shida gani? Niambie. Sijui baba yake naombe. Shemeji. Hivi sasa hivi umekueje wewe? Umekueje? Samahani, na sisi tumeachana na mama Karen. Shida nini? Wewe mjangu Beo. Nakupenda sana. I love you mpenzi. Mpenzi wangu Beo cheupe. Kwani wewe ni nani? Shemeji, mimi tu.
Shemeji yetu. Karibu. Asante. Shida nini kwani? Eti shemeji yangu. Shemeji, shida nini? Mbona unakuwa kuni wakati mgumu, cheki unakunywa hivyo vitu, havifai kwa afya yako. Hata serikali imekataza. Au juzi unaweza kawa unaoza maini taratibu. Hivi kwa nini umekuwa hivyo? Shemeji. Beo kaondoka. Ameenda zake. Achana naye. Amebeba kila kitu ndani. Amebeba kitanda. Amebeba nini kabati. Amekuja amebeba vyombo vyake vyote. Ameniacha mimi na godoro. Aya, na huyo mtoto nasikia amemwacha, yuko wapi? Mtoto? Nishokuitia hapa ndugu yangu, rafiki yangu. Ni kitu kimoja tu. Sawa? Sikufichi. Jana nimeenda kwako. Nimemkuta shemeji. Hali niliyomkuta nayo shemeji mimi sijalizika nayo kabisa. Yaani shemeji saizi amefikia hatua ya kulewa kweli. Anakunywa visungula. Yaani nimemkuta amedondoka amezima kabisa. Yaani hata hajitambui. Hata mimi hatu ameshindwa kunitambua. Hivi kweli mdogo wangu, kwa nini hata usiwe na chembe ile ya huruma? Kurudisha hata moyo kidogo nyuma. Tambua ni binadamu. Usifikirie yule. Hebu jaribu kufikiria yule kiumbe wako. Sikia nikwambie tu. Kama ameamua kulewa, ni yeye kachagua maisha yake. Mimi siwezi kurudi. Yaani kwake siwezi kurudi hata siku moja. Kwa hiyo wewe unajali pesa, si ndio? Bila kujali hata kile kiumbe ulichokiacha kule. Tambula ni mtoto mdogo sana. Anahitaji malezi ya baba na mama. Sasa, sawa. Hata kama unataka pesa, ulishindwa kuja kwa dada yako nikakupa hata mbinu yote ukabuni biashara yoyote ambayo ingekuendesha wewe katika maisha yako kuliko ukaba unaofanya. Pesa na dhahabu vinapita mdogo wangu. Lakini ule mtoto atakukumbuka mpaka siku ya mwisho ya kuingia kiyama. Na kuomba mimi kama rafiki yako kama dada yako, naomba unisikilize unayoongea. Iko siku utakuja kuyakumbuka. Kuhusu mtoto mimi siwezi. Mimi hapa nilipo sasa hivi najali maisha yangu kwanza. Sikia nikwambie hatu. Nilikuwa natafuta mcheo wangu ni wewe. Kwa umekana wenzako huko mkaanza kudiscuss kuhusu mimi. Kwa sababu kipindi niko pale mlikuwa mmetulia, mmenyamaza kimya. Hamuongei wala hamnishauri chochote. Kwa sasa hivi mmeona sasa napendeza, nashika hela nini? Mkaona mwanze kunishawishi ili nirudi. Kwa taarifa yako naondoka. Rafiki yangu, bora hata nimekuona. Yaani unavyoniona hivi, huu mguu ulikuwa kuja kwako. Mbona umechelewa ndugu yangu? Mimi nilikuwa natoka naenda na safari zangu. Niambie. Sawa. Yaani kitu ambacho kilikuwa kinaniweta kwako, nataka nikuombe ushauri rafiki yangu. Mume wangu jana kaja nyumbani na mtoto. Na katika kumuuliza akaniambia kwamba ule mtoto kamuokota. Nikasema nije nikuombe ushauri rafiki yangu. Hivi kweli inawezekana mtu akaokota mtoto? Ndugu yangu, yote yanawezekana. Hapo ni sawa. Kwa hiyo nikajaribu kumchunguza. Kwa sababu nilipomuuliza vizuri kwa undani maelezo yake alionipa. Na zaidi akaniambia kwamba baada ya kumuokota nimeenda kwa mwenyekiti, sijui nikazunguka mtaa huu na huu kutafuta wazazi wake sijawapata. Lakini yani mimi hilo jambo linaniumiza sana, yani sana, nashindwa hata kulala. Ndio maana nikasema yani kwa mfano ningekuwa ni wewe, yani unishauri rafiki yangu, ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Nimwamini ama nisimwamini? Hilo jambo ni gumu sana. Inabidi umchunguze kwa undani sana. Huenda ni kweli ama mtoto ni wake. Sawa rafiki yangu.
ngoja niendelee kufikiria, nimchunguze vizuri kwa undani, huenda nikapata ufumbuzi, kwa sababu yani hapa nilipo hata sijielewi, sije nikajikuta nalea mtoto wa mwanamke mwenzangu. Sawa rafiki yangu, maana siku hizi wanaume hawaeleweki. Unaweza ukalea mtoto kumbe si wako. Kuwa makini. Sawa rafiki yangu, mimi ngoja sikupotezee muda. Mimi ngoja nikalishughulikia hilo swala, nijue nini cha kufanya. Haya, kila la heri. Poa baby. Mtoto wa nani? Nimeokota mtoto si mapenzi yananiliza, mapenzi hayana huruma, mapenzi nilewe pombe, wendo mke wangu, pombe wendo mtoto wangu, pombe wendo pesa zangu, nakupenda pombe, pombe mbona unaniongezea majonzi nangu, naungua moyoni, nalia moyoni. Oa vipi wewe? Asante Kim. Saa ngapi sasa hivi? Kim nini muda mwanangu? Mimi si nimekuja kufanya kazi au? Hebu achana mimi acha nifanye kazi. Saa 6 babu, hamna kuingia kazini, unakujaje sasa hivi afu unanuka pombe hapo wenyewe? Hebu acha nifanye kazi, achana na mambo. Watu tushapanga, unakuja sasa hivi unakuja kufanyaje sasa hivi? Mmepanga? Usikia au? Kwani bosi yuko wapi? Bosi kaja akashatupanga, wewe haupo, sababu yako leo haipo. Kwa hiyo tembea kule. Ila mwanangu nazingua. Unajua kabisa wewe ni mwanangu kabisa wa damu. Kwa nini unashindwa kunipanga? Jana nimelala mwanangu, niko mbui hatari yani. Alafu sitoshe mimi nimelala njiani. Hivi sina kila kitu, ni hata simu sina. Acha nifanye kazi mwanangu Kim. Sasa ujinga wako mboi. Ulitumwa ulewe? Mboi. Wewe nikioka nisikukuti hapo. Mtoto wa nani? Nimeokota mtoto sijui pa kumpeleka, sijui mama yake, sijui baba yake. Naombeni msaada ndugu zangu.
Na naona leo umeamua kuja kunitembelea shemeji yangu. Ndio shemu. Nimeona nije kwako, kuna kitu nataka tuongee. Unajua ni hizi siku 2-3 hizi mume wangu kuna mtoto amekuja naye nyumbani, lakini anadai kwamba ule mtoto kamuokota. Kwa nikasema nije kwako kwa sababu yeye ni rafiki yake, mnaambiana mambo mengi. Nikuulize, hivi kwa yule mtoto kamuokota au ni mtoto wake? Yaani unajua nini shemeji yangu? Kuhusiana na huyo mtoto. Mimi mwenyewe alinifuata mpaka hapa nyumbani kwangu. Na aliniambia hivyo kwamba mtoto amemokota sijui kwenye poli gani huko. Umeona? Na mimi ninapojua hivyo shemeji yangu. Shem, sio kwamba kuna kitu unanificha? Au kwa sababu ni rafiki yako ndio maana unakataa kuniambia ukweli? Hivi kweli sasa hivi kuna mtu anaweza kaenda kumtupa mwanae kweli? Na kati kuna watu wanatafuta watoto, wanaenda kwa waganga, wanatumia miti shamba. Lakini yani mama amzee mtoto wake kwa uchungu akamtupe. Hivi inawezekana kweli shemeji yangu? Hebu naomba tu niambie ukweli. Siwezi kwenda kusema kwa mume wangu labda kwamba wewe ndio umeniambia nini. Yaani utakuwa tu umenisaidia kwa kiasi fulani. Kwa hiyo shemu, ila bana mimi ninachokizungumza hapa unaona kama na kudanganya, si ndio? Hivi shemu, unadhani ni rahisi tu kuamini kitu kama hicho? Yaani mimi sijawahi kufikiria kwamba kuna mzazi anaweza kwenda kumtupa mwanae. Kwani hapo yani kila unachoniambia naona kama unanichanganya tu. Wewe niambie kama kuna kitu wewe unakijua. Mimi najua wewe ni rafiki yake, ndio maana nikaacha marafiki zake wote. Nikajua lazima wewe utakuwa kuna kitu unakifahamu. Mimi naona unanizingua tu hapo na iko kigumizi chako. Hivi kweli wewe? Mnaniona mimi mwenda azimu sina akili timamu? Shemu. Na kuheshimu unajua. Tunazungumzia masuala ya mtoto hapa. Hayo masuala ya kigumizi sijui nini hapa yanafuata nini? Yaani nilikuwa nakuamini sana. Na nimetoka huko nikijua nikifika hapa nitapata msaada. Utaniambia kitu chochote unachokifahamu wewe. Lakini naona unamfichia siri huyo rafiki yako. Mnanificha mimi, si ndio? Unajiona mjanja sana mwenyewe. Umekuja kuomba msaada. Alafu naanza kuongea maneno yako ya kinafiki. Sura yenyewe mbaya, alafu unaonekana una roho mbaya vile vile. Sasa nisikilize. Mimi sina roho mbaya. Utaleta hizo kwato zako pale kwangu. Nitakuonyesha nina roho mbaya kiasi gani. Ndio maana hata kuongea uwezi muone. Toka hapa. Muone. Shepu una. Chuchu una. Yaani rafiki yangu sio kakupendea nini wewe? Mtoto wa nani? Nimeokota mtoto sijui pa kumpeleka, sijui mama yake. Mtoto wa nani?
kumwokota mtoto sijui, pa kumpeleka sijui mama yake.